muda mrefu. Baada ya kuomba na kuomba, anasema amen. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Tony akamuita pastor wake msaidizi. Anasema kazi yangu imekamilika. Nimemaliza. Ubarikiwe baba. Ubarikiwe baba. Akamkaribisha pastor msaidizi. Wanamuita Pastor Tony. What do we say to our papa? Tunasema nini kwa baba yetu? Sit down. Unaweza kuketi. Papa, thank you so much. Baba, asante sana. That was hakika haikuwa kawaida. act. Tumejaa nguvu, nguvu isiyo ya kawaida. Hakika ni Roho Mtakatifu. It is good to have. Ni vizuri kuwa na nabii Because ambaye anaziona shida zetu, anazitatua shida zetu. if you don't have a spiritual father, Kama huna baba wa kiroho pastor, ambaye anaweza kuona, huna baba. am I saying something to somebody? Nafikiri nazungumza na mtu. Turn to your neighbor. Mgeukia jirani yako, mwambie umebarikiwa. Papa, I love Umebarikiwa. Mwambie tunampenda baba yetu. what you do for us in this house. Hakika asante sana baba kwa yote ambayo umekuwa ukitutendea. Hakika Mungu anatembea na wewe. To give to the house. Ni muhimu kutoa matoleo katika nyumba ya Mungu, kwa sababu bila matoleo hakuna chochote. Nafikiri kila mmoja ana bahasha yake. Hey! Sasa ni muda wa kumtolea Mungu matoleo na kutoa sadaka. The Bible says when you give, Biblia inasema mtoapo kwa kipimo kizuri mtazidishiwa. amen. Na sadaka zenu zitafanyika kwa baraka mbele zenu. And give the Lord your best. Mpe Mungu kile kilicho bora. Give the Lord your best. Mpe Mungu kile kilicho bora. Offering. Mpe Mungu sadaka iliyo kubwa, Pass the ili basi paper. aweze Carries the kutatulia shida zako. important. Lakini pia kuna namba ya akaunti ya kanisa. Kama unasikia kutoa sadaka kwenye namba za akaunti ya kanisa, Give the choir a big hand. watawapitishia, mtaweza kutoa sadaka pia. Basi ile ibada ikaisha. has visited you. Sasa leo akiwa ofisini kwake Pastor Dickson amekuja kutembelewa na binti mmoja. Anambia, It's around the corner. mume wako yupo karibu yako. Yes, I see that. Very soon naona ukienda kuolewa. But you see, like Ninaona in church, kama jinsi ilivyohubiri kanisani, unapaswa kujiweka katika wakati mzuri ili uweze kuwa na nafasi nzuri ya kupokea yule aliye sahihi. look at you. Amen. Amen, Pastor. Hallelujah. Amen. Amen. Sasa tunakwenda kuomba. Tunakwenda kuomba. Hallelujah. Hallelujah. You will join me for a Utaungana na mimi katika mapumziko ya faraga weekend hii. the same that. Nitakuwa na maombi ya faraga. You will join me for a prayer. Nataka ujiunge pamoja na mimi Just kwenye haya maombi ya faraga. Na tutakuwa sisi wawili tu. yes. Sisi wawili tu, anasema ndio. Come Ni maombi you have to pray ya kujificha. like it. Tunatakiwa tuombe ili uweze kupokea kile ambacho unakihitaji. I cannot what? If I Lakini wakati wanazungumza pale, baragafla kaingia mzee mmoja. from other Huyu mzee kaingia, anasema nasubiri hapa takriban lisali moja. How? Ule binti akatoka. Huyu mzee amekuja amesubiri hapo nje zaidi ya lisali moja. Akamwambia, hivi wewe foundation unajua mimi ni nani? Mimi ndo niliyejenga msingi wa hii kanisa. and your secretary Mpaka unapoona hapa ili kanisa limesimama, mimi ni moja kati ya wazee ambao tuliliasisi ili kanisa. Apologies. Anasema, samahani mheshimiwa, look, unaweza kuketi. Akamwambia, sikiliza you Dickson, were not even born when we laid the first foundation of this church. yani wewe Umezaliwa umezaliwa umekuta ili kanisa. cannot be this Sisi ndo wazee wa kwanza tulioanzisha ili kanisa. pastor. Sasa Brother Jude, we are not sawa, mzee Yuda, I don't fight with karibu even a small boy. karibu tuzungumze. Akamwambia, ni kijana mdogo tu, unapaswa kunisikiliza. Hey, Justin, Na pia siku hizi umekuwa na kiburi sana, usikilizi kabisa baraza la wazee, we cannot touch uiti mikutano ya baraza la wazee, in the church. hufanyi chochote kuhusiana na baraza la wazee. Unataka kukiuka miiko ya kanisa letu. I'm only here Niko hapa kukuonya,
na kukuambia sisi ndo vichwa hili kanisa. Look at the way the church is just going right and left. Bila sisi hili kanisa liendi. When is the meeting? Listen, this Anasema kwa hiyo sasa andaa mkutano. Tunataka mkutano. Tukutane wazee wa kanisa hili ili tuweze kujadili, tuweze kujua kanisa lilipotoka, kanisa lilipo na mipango ya baadaye. Ni kweli. Kwa hiyo unataka lini mkutano? Unataka mkutano ufanyike lini? Okay, sawa. Wewe ni mtoto mdogo sana. Lazima nikuambie. Not that I am angry with you. Sio kwamba nina hasira na wewe. Kanisa hili liliwahi kuwa gumzo mjini. Tumepoteza hatua hiyo kwa sababu ya makosa. Sasa ili tuweze kurekebisha makosa, unapaswa kusimama kama mchungaji ulipewa nafasi ya kusimamia kanisa. Ule moto ambao ulikuwepo mwanzo uweze kurudi tena. We cannot close our eyes and hatutaweza kufunga macho yetu kuweza kuona kanisa letu likienda pabaya. It's fine. It's fine. Nimekuelewa, nitafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo niambie. Kwa hiyo unataka nifanyeje sasa? Huo mkutano wa kanisa ni ufanye lini? Anaambia kesho. Kesho itakuwa bora zaidi. Kesho tuwe na mkutano. Basi hamna shida. Nitazungumza na sekretari wangu. Jioni ya leo atatuma barua ili basi muweze kuja. Akamili kanisa ni kanisa la Mungu. Unapaswa kufanya yaliyo ya Mungu. Okay. Yule mzee Yuda akaondoka. Lakini pasta huyu tokea amepata nafasi kuongoza ile kanisa, amekuwa akijipeleka mwenyewe. Yaani hataki ushauri wa wazee, hataki habari za wazee wa kanisa, hataki chochote, anataka awe mwenyewe. Anasema nafikiri mimi naweza nikaongozwa na wazee mimi? Mimi kijana kijitale bwana. Siwezi kuongozwa na wazee. Sasa angalia tabia za Pastor Dickson. Huwezi amini ni mchungaji lakini anapenda warembo kinoma. Yupo pale amekaa na angalia picha za warembo. Are you really Mchungaji Dickson? Hivi upo sawa kweli? That's true. Nipo sawa. And you send letters to them. Embu Just clear them off. Utawatumia barua. Very good. Au wazee. Pastor, just like that? sikiliza, usiwe hivyo bwana. With all due respect. Embu heshimu ngazi zote za kanisa. The backbone of the church. Mwili wa Kristo unajengwa. Like that. Naomba unisikilize. Of the church. Usije ukanizungumzia chochote. Usinishauri chochote. Mimi ni Pastor Dickson na mimi ndio muhimili wa ile kanisa. Hapana, unachokifanya sio sawa. I understand that part. Lazima tuwe na watu wanaosupport huduma. And we talk about Pastor Tony, are you? Pastor Tony, unanifundisha mimi? Unanielekeza? Do you think unafikiri kwamba mimi sijui? Hapana. Who is your head pastor? Nani pastor wako kiongozi? Asema ni mimi. Nani baba wako wa kiroho? Ni mimi. Kwa hiyo sasa kama ni mimi, ninaomba unisikilize. Into discussion. Mimi ndo wa mwisho kuzungumza. Sitaki majadiliano. Unaweza kuondoka. Take your thoughts out. Nenda nje. Ondoka. Pastor sitaki usikiliza ushauri wa mtu yote. Akaondoka Pastor Tony. Basi ghafla anaingia sekretari wake. Sekretari kaingia pale na laptop. Sophie. Oh, Sophie baby. Hebu achana na swala bwana Sophie baby. Nimekuletea hizo document hapo. Hebu acha ujinga bwana. Vipi, nitazame nini sasa? The members are angalia. Which means wanachama wa kanisa wanazidi kushuka kila siku. This is the only hustle I have. Hivi tunaendelea kushuka kila siku. Tafadhali usifanye vitu vya ajabu ajabu. Tunataka tuone namna gani tutatengeneza kanisa. Watu wanaendelea kuongezeka, sio tunapoteza watu. Of course I did not. Ambia sikiliza. Mimi sisikii chochote bwana Sophie, mimi nimekumisi. Hebu acha ujinga bwana. Sikiliza. Still your boss. Mimi ndo bosi wako. Si ndio? Ndio, Dickson. Lakini unapaswa kujua na kurekebisha baadhi ya vitu. Money that it takes to maintain this. Unafikiri kama tusipofanya akili ukapata pesa unaweza kunimaintain mimi? So please. Unapaswa kuniangalia ili uweze kunitunza na kuwa serious.
Akamwambia, sikiliza Sophie, really miss you bwana. Sophie, kumbe Sophie sekretari wa pasta na pasta wana mahusiano, tena mahusiano ya deep, huwezi amini. I said, wakaanza kubanjuka pale pale ofisini. Ayaya, changamoto kweli kweli. Sasa majira ya usiku, hapa ni nyumbani kwa pasta, na huyu ni mke wake na pasta, bafanikiwa kupata watoto wawili. No baby, 2 minus 2 is not 2. Basi mama alikuwa yupo pale akiwa anawafundisha watoto. Mara ghafla pasta alikuwa, baba, Pastor Dickson katoka kanisani anarejea nyumbani. Basi watoto wakamfuata, wao baba. Thank you. Karibu baba. Thank you. Pastor Dickson arejea nyumbani. Lakini the way anavyotembea inaonekana kabisa kama vile hayupo sawa. Ni kama vile amelewa. Well, she's... Vipi? People don't look well. Kanisani huko vipi? Umeweza kuandaa kikao hicho cha wazee kesho? Anasema wazee wa kazi gani kwenye kanisa bana? Mimi sijaandaa kikao chochote. Hamna kikao kesho. Okay, sawa. Pasta amerejea lakini amelewa. 1. Basi mama akawa anaendelea kuwafundisha watoto wake pale. So take it out. So what is your... Aya, 3 ukitoa 1 inabaki ngapi? Pasta kaingia ndani, ndugu yangu nakwambia, anaangalia picha za uchi, lakini huko akiwa anafanya masturbation. Mke wake anaingia, jamaa akashtuka. Pasta chizi kweli ya. Mke wake aligundua kwamba mumewe alikuwa anafanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Basi mama mchungaji akaingia zake ndani, kajiandaa vizuri ili aweze kupumzika na mumewe baada ya majukumu ya siku nzima. Basi aweze kupumzika na mumewe. Jamaa alikuwa anapiga masturbation. Hatari ndugu yangu nakwambia. Haya ndo mambo mazito, mambo mazuri, mambo hatari, mambo ya kujifunza zaidi katika mashine wanaita Pastor Dickson. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza haitoshi kukupa utangulizi mzuri zaidi na kukupa kile ambacho kipo zaidi na zaidi, lakini kinakwenda kutufungulia mengine mengi makubwa na mazuri zaidi. Hiyo ni Pastor Dickson kutoka mitaa Home of the Family. Karibu sana, tusonge mbele zaidi katika episodi inayofuata. Na sasa tunasonga katika episodi ya pili katika mashine wanaita Pastor Dickson. Twenzetu tusonge mbele zaidi.